Haleluya! Hebu mshangilie Bwana kwa makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hii ni ajabu. Changamoto zimezidi. Hakuna hata mlango wa kutokea. Utakutana na mtu mahali, unakuta anacheka. Ni kweli anacheka, lakini kicheko chake kiko hapa usoni tu. Huku moyoni analia. Moyo wake umekuwa na majonzi mazito kwa sababu ya changamoto anazozipitia, kwa sababu ya matatizo anayopitia, kwa sababu ya ndoa imekuwa mzigo, kwa sababu ya watoto hawaeleweki, uchumi umekuwa mgumu, magonjwa ndiyo hayo. Ndugu yangu, tunatazamana tu, lakini ukweli, wapo watu wanateseka, watu wanaumia, watu wamezidiwa, watu hawaoni hata thamani ya kuishi, watu wanatamani wafe, afadhali wapotelee shimoni kuliko kuendelea kuishi. Ndoa wengine wanaishi ni kwa sababu tu amezaa watoto na huyo baba au na huyo mama, lakini ndoa haipo. Ndoa ilishakufa, ndoa ilishateketea, ndoa haina thamani. Wanaonana maadui, wanaishi pamoja chumba kimoja, lakini kama maadui. Wapo tunaishi namna hiyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na magonjwa nayo ndio hivyo hivyo. Magonjwa hayatuacha, nayo yamechachamaa magonjwa haya mara haya. Ngoja niwape mfano wa mtu mmoja. Mama mmoja alikuwa anaumwa miaka mingi ya Yesu. Alikuwa anavuja damu kwa muda wa miaka 12. Aika kwa matabibu wengi, lakini hakupata suluhu. Alizunguka huku na kule, lakini hakupata jibu. Ingekuwa leo mtu wa Msata au mtu wa Dar es Salaam pale katika kuugua kwake, pengine angemwacha hata Yesu, angeenda huko kwa kina Tobo ili apate msaada. Lakini hata hapo hakuna msaada, hata hapo hamna njia, hata hapo hamna suluhisho. Bwana asifiwe. Amen. Bado lipo tumaini, bado lipo tumaini. Bwana asifiwe. Bado lipo tumaini. Yule mama alipoona hata ndugu zake wamemwacha, hata mume wake kama aliolewa, ina maana alimwacha. Wewe unauguaga tu miaka 12, nani atakuwa rafiki yako? Tena ugonjwa mbaya, ina maana hata ndoa ilikuwa haipo tena. Yule mama akasema haijalishi, nitamfuata yule mwanaume anayeponya wengi, mwanaume anayefanya maajabu katika dunia. Nitamkimbilia huyo, nitavunja taratibu zote za Kiyahudi na za kimila na za kidesturi. Sitajali rafiki yangu, sitajali mama yangu, chochote kitakachofanyika mimi nitafanya. Akajipenyeza kwenye kundi kubwa la watu, akaenda mpaka akamkuta yule Yesu, akagusa lile vazi la Yesu, mara damu ikakoma. Hebu shangilia Yesu makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana hata wewe leo umehangaika, yupo Yesu anayekuponya. Yupo Yesu atakayeondoa tatizo lako. Yupo Yesu anayekutana na ugonjwa huo leo, sio kesho, leo. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Anakutana na shida yako leo, sio kesho. Amekuja mzima. Yesu mwenyewe yuko Msata, amewatuma wajumbe wake ili aje waambie kweli. Msaada bado upo. Usijiue ndugu yangu, bado msaada upo. Bwana asifiwe. Amen. Kumbuka kisa kimoja. Yule mama wa pale Naili alikuwa mjane yule mama, maana alifiwa na mumewe, si ndio? Lakini bahati nzuri alikuwa na katoto kamoja. Kale katoto kalikuwa kanamsaidia sana. Kama kutuma maji kalikuwa kanamsaidia, kama kwenda kutafuta kuni kalikuwa kanamsaidia, kama kumtuma sehemu nyingine, hata kushauriana. Unajua mkishakuwa na katoto kako unashauriana, leo mwanangu tutakula nini? Lakini kifo hakina aibu, kikampitia yule mtoto akafa. Wanaume wakabeba jeneza, wakatoka naye mlango wa Naili. Katika lile jiji wanapotoka, wakakutana na mwanamume Yesu. Akasimamisha msafara, akasema tulia. Bwana asifiwe. Ashusha jeneza hapo chini. Wanaume wakati wakashusha jeneza, Yesu akagusa jeneza. Lakini kabla hapo akamwangalia yule mama, akaona anahuzunika, analia, hana msaada. Ndugu wamemwacha, hata wanapomfariji haelewi, yeye analia tu. Akasema mama usilie. Mtu wa Msata leo usilie. Mama usilie, baba usilie, kijana usilie. Bwana asifiwe. Yesu akainua akamwambia yule mtoto, inuka kijana. Mtoto akainuka, akawa mzima, akampeleka kwa mama yake, wakafurahi, akampeleka na chakula ale. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Inawezekana hata biashara zako zimekufa, Yesu yupo atakuinulia. Inawezekana kabisa ndoa yako imekufa,
Yesu yupo anainua tena, anaifufua tena. Watoto walioharibika Yesu anawafufua tena. Watakuwa na furaha tena kwenye nyumba yako, wataleta msaada tena kwenye nyumba yako. Kazini kumekuwa kugumu, nakwambia kazi utapata, na bado nafasi yako ipo. Bwana amekuandalia nafasi yako ipo. Sema amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Shida ni sisi kwenye maandiko ya Biblia, kitabu cha Zaburi mlango wa 34 mstari ule wa 6. Bwana asifiwe. Biblia inasema masikini huyu aliita, naye Bwana akamsikia na akamwokoa na tabu zake zote. Sio tabu nusu nusu, tabu zote. Tabu yako ni nini? Tabu yako ni nini? Yesu anakuokoa na tabu zako zote. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Yule Yesu tunayemzungumza leo, yule aliyefanya njia mahali pasipo na njia, aliyetembea baharini, wenzake wanatembea na mtumbwi, yeye akaacha mtumbwi, akayakanyaga maji kama kuna lami, akapita mwanaume wa wanaume. Hata upepo uliposumbua, bado aliwaambia upepo tulia, tulia, napita mwanaume. Bwana asifiwe. Leo apite kwenye maisha yetu, leo apite kwenye ndoa yako, leo apite kwenye uchumi wako. Bwana asifiwe. Kama madeni unadaiwa, Yesu apite kwenye madeni ili aondoe hayo madeni. Haleluya. Bwana asifiwe. Bado liko tumaini, bado Yesu anafanya njia mahali pasipo na njia. Tunaenda kuwaletea wimbo unaosema njia pasipo na njia. Yeye aliyefanya barabara wakapita wana wa Israeli kule kwenye bahari ya Shamu, atafanya njia kwenye maisha yetu. Kitu kilichoshindikana kimeshindikana kwako, lakini kwake hakijashindikana. Bado anafanya njia mahali pasipo na njia. Kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa Yesu inawezekana. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Sana